Tafsiri ya pili, ainama shi'tum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithuma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo. Masikioni, kichwa, ndio maana ya haithuma. Puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia. Aya gani iliyosema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni makonde yenu, ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, basi yaendeeni mashamba yenu, yaendeeni makonde yenu kwa namna yoyote mnayoitaka, kwa staili yoyote mnayoitaka. Akasema hii aya huwezi kuitumia ukasema hii aya imeharamisha kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Wakati huo huo anatumia aya hii kuhalalisha ngono, liwati na kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Anasema anna ina maana tatu. Moja ya maana ya anna, mahala popote, kama vile masikioni, penyeza tu babu, kama vile kichwani, dunga tu babu, kama vile puani, gonga tu babu. Anasema hivyo. Tafsiri hii ya kusema kwamba muwaingilie wake zenu mahala popote, kichwani, masikioni, narudia, masikioni, kichwani, puani, umeitoa wapi wakati wewe mwenyewe unadai aya hii ni muhkam? Mpaka turudi katika riwaya mbalimbali. Kwa nini unatumia aya hiyo ya kuambia Waislamu na unapotosha maneno ya Allah, unapotosha Qur'ani tukufu, unadai madai ya uongo ya kuwa Qur'ani imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, na hayo sio mambo yenu, na anayetaka kutuhumu asiwatuhumu wao bali aituhumu